Hamjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Nafurahi umejiunga nami siku ya leo. Jana ama somo lililopita tulisoma kuhusu matumizi ya ako, enu, possessive pronouns katika umoja na wingi. Kwa hivyo tutaandika hapa na leo nimejaribu kupigia mstari vizuri. Kwa hivyo hapa tuna umoja na tuna wingi. Umoja means singular. Sawa sawa, kwa hivyo tutaandika hapa ili usisahau. Singular, singular, na wingi is plural. One, many. Umoja, wingi. Kalamu moja, kalamu nyingi. Haya, na bado tunaendelea na somo letu la ako, enu. Ako, enu, usisahau hapo. Kwa hivyo vimilikishi vya leo, kumbuka vimilikishi tulisema ni possessive pronouns. They show that you own something. This is mine, ni yangu. But now we're in the second person, yako, rafiki yako, ako. Haya. Ako na enu. Kwa hivyo ikiwa ni moja tunasema ni yako. Zikiwa ni nyingi ni zenu. Ako, enu. Jana tuliangalia viumbe ambao wana uhai. Leo nataka tuangalie maneno ambayo sana sana, si kila wakati lakini sana sana, yanaanza na ki au yanaanza na ch. Sana sana, si kila wakati, sana sana. Kwa hivyo usisahau hapo, ni maneno ambayo yanaanza na ki au ch sana sana. Kwa mfano, ukiona ki unafikiria nini? Kitabu, si ni kweli? Haya, kwa hivyo tuna kitabu. Na ch unaona nini? Chati ama chandarua. Pia kuna chakula. Wacha kwanza tutumie chakula kisha tutumie chandarua baadaye. Haya, tutumie chakula. Samahani. Chakula, kitabu, chakula. Sasa maneno ambayo yanaanza na ki ama ch. Sana sana ki inabadilika inakuwa v. Ki inabadilika inakuwa v na ch inabadilika inakuwa vy. Sawa sawa. Ki inabadilika inakuwa v, ch inabadilika inakuwa vy. Sawa sawa. Kwa hivyo kitabu kinakuwa ki hapa. Ki inabadilika inakuwa v, kwa hivyo tutasema vitabu. Ch inabadilika inakuwa vy, kwa hivyo tutasema chakula, unabadilisha hii ch inakuwa vyakula. Sasa bado kitabu na ch hapa, unakumbuka vile viumbe ambao wana uhai walitumia wu. Sasa hapa tutatumia ch. Sawa sawa, wacha tuandike na kalamu hii. Kwa hivyo tutasema ch. Ch, nimewaambia ch inabadilika inakuwa nini? Vy. Kwa hivyo ch itabadilika iwe vy. Kwa hivyo inamaanisha tutasema nini? Kitabu chako. Vizuri. Kitabu chako, kikomo. Vitabu vyenu. Vizuri. Vitabu vyenu. Sasa usisahau ch inabadilika inakuwa vy kwa maneno ambayo sana sana yanaanza na ki au ch. Haya, chakula chako, vyakula vyenu. Tutafute sasa nomino nyingine ambayo inaanza na ki au ch. Sawa sawa. Tuna kiti. Kiti ni kitu ambacho unakalia, a seat. Kiti. Kitabu is a book. Chakula is food. Kiti is a chair. Kwa hivyo tutasema kiti chako. Vikiwa vingi tutasema, kumbuka ki inabadilika inakuwa v. Na ni kama tunafaa kuandika hapa kando ili usisahau kila wakati. Ki inabadilika inakuwa v. Ch inabadilika inakuwa vy. Ukikumbuka haya mambo mawili uko sawa.
sana sana kwa maneno ambayo yanaanza na ki. Kwa hivyo kiti chako itabadilika katika wingi iwe viti vyenu, viti vyenu. Nambari ya 4 tuna chi. Sasa hapa tunaweza sema chandarua, chandarua chako. Kumbuka ni ako, enu, itakuwa vyandarua vyenu. Na tunaweka kikomo, na tukimalizia nambari ya 5 tunaweza sema kijiko. Kijiko is a spoon. Kijiko chako, ako, enu, chako, vyenu, kwa maneno yanayoanza na ki na ch. Kijiko chako, na wingi itakuwa vijiko vyenu. Vyenu, you own them. These are yours. Your book, your books. Your food, your food. Your chair, your chairs. Your chandarua, your vyandaruas. Your spoon, your spoons. Sawa sawa. Natumai umeelewa vile ambavyo tunabadilisha maneno kutoka kwa ki mpaka v, na ch inabadilika inakuwa vy. Chako, chenu, kitabu chako, vitabu vyenu, chakula chako, vyakula vyenu, kiti chako, viti vyenu, chandarua chako, vyandarua vyenu, kijiko chako, vijiko vyenu. Natumai umefurahia somo letu la leo, na usisahau haya mambo mawili. Sawa sawa. Ukikumbuka hayo, utakuwa unaweza kujibu maswali ya Kiswahili. Natumai umefurahia somo letu. Asante kwa kushiriki na Bi Mercy. Kwa heri ya kuonana.